Naam, karibu tena mtazamaji, tuingie sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo japo tunatabasamu kama taifa kufuatia kusitishwa kwa mgomo wa wauguzi, kuna athari nyingine ambazo zinaonekana nchini. Najua katika pitapita zako unapopita kule mitaani, unasikia watu wanakuambia maisha yamekuwa magumu, pesa hakuna, mtihani sijui utakuwa vipi, watalii wametoroka, wawekezaji hawataki tena kuwekeza. Ndiposa tunataka kuangalia swala hili kwa kina katika sehemu yetu ya swala nyeti, tukiangazia hasa elimu. Wanafunzi wamefanya mtihani kwa hivi sasa. Tuna sababu ya kutabasamu kwamba mtihani umekamilika. Je, tuliwatayarisha jinsi inavyostahili kabla wao kufanya huo mtihani? Mtihani wa KCSE nao ndio huo uko njiani. Je, hali itakuwa vipi kwenye matokeo ya mwaka huu? Tutakuwa tukiangazia haya kwa kina zaidi, na tunakushirikisha pia kwa kuuliza wewe binafsi unadhani athari hizi zote ambazo zinaonekana katika jamii kwa hivi sasa zingeepukika iwapo uchaguzi ungefanyika mwezi Disemba badala ya Agosti? Je, unadhani athari hizi zingeweza kuepukika? Endelea kututumia hisia zako, tutaziangazia muda usiokuwa mrefu. Sasa hivi tuko naye Wesaya Maina ambaye ni mtafiti na mtaalamu wa masuala ya elimu. Karibu sana. Asante Zubeida. Na muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukiungana pia na Manyasa Emmanuel katika afisi zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Mgomo wa wauguzi umekwisha. Nchi ya Kenya ni nchi ya maajabu. Kwani tumekuwa na mgomo wa madaktari zaidi ya siku 100, tumekuwa na mgomo wa wauguzi karibu tufike siku 200, lakini mambo yalikuwa yanaendelea. Huu sio utepetevu wa serikali, ni utepetevu wa wananchi. Kwani Zubeida, unapopeleka mtoto wako shule na baada ya muhula mmoja ama miwili upate pale shule hakuna kitu cha mno kinaendelea, unamtoa kwenye shule ya umma unampeleka kwenye shule ya binafsi. Sasa kuna mambo mawili yanatendeka hapa ambayo Wakenya wengi huwa hawazingatii. Ni kama tunalipa ushuru maradufu, kwa sababu shule ya umma unalipia ushuru ili serikali iweze kugharamia elimu ya mtoto wako. Huo ushuru hauwezi regeshewa. So unalipa ushuru, lakini unaangalia ile shule ambayo iko pengine mkabala na mahali unapoishi, karibu na mahali unapofanya kazi, unaona hiyo shule haifai. Unamchukua huyo mtoto unampeleka kwenye shule ya mtu binafsi. Ukikwenda kule unaanza kulipa upya. Sasa utepetevu huo wenye umekithiri mizizi kwenye wananchi wa Kenya, ndio serikali inachukua na kwenda nao. Hakuna serikali nyingine nchini, ukianza kutizama historia yote, hautapata serikali ambayo kuna wauguzi wa kwende mgomo zaidi ya siku 100, madaktari wakuwe mgomo zaidi ya siku 100. Hivi tumeanza mgomo wa waathiri wa vyuo vikuu ambao hakuna mtu atazungumzia. Sababu mambo haya yanatendeka kwa sababu serikali haitimizi malengo yake. Wafanyi biashara wamefungua biashara. Sasa wewe ukikwenda kwa serikali ukipata hakuna kinachotendeka, unakimbia kwa mtu binafsi, unapata usaidizi. Unaposema utepetevu wa raia, najaribu kuelewa unachomaanisha. Ina maana gani? Kitu ambacho yafaa ujue, Zubeida, wewe kama mzazi, siku yoyote mtoto wako anapotoka kwenye nyumba yako kwenda shule, kama anaenda shule binafsi ama anaenda shule ya kitaifa ambayo inafadhiliwa na serikali, umelipia ushuru wako. Hapo ndipo tumekuwa na shida. Tangu mwaka 2003 Rais mstaafu Mwai Kibaki alipotangaza kwenye kampeni zake mwaka 2002 kwamba ataanzisha elimu isiyo na malipo ya msingi, wazazi wengi walijitoa kushughulika na elimu ya watoto wao. Kitu ambacho hawakujua
ni kwamba sio wito wa wewe kwenda shule kumlipia mtoto wako karo ndiyo malipo. Huo wito hautakuja kwa sababu serikali inakwambia tunashughulikia. Lakini ukiangalia tangu mwaka 2003 bei ya maziwa imekwenda juu, bei ya mkate imekwenda juu, bei ya unga imekwenda juu. Lazima serikali itafute hizi fedha kutoka mahali fulani ili itumie kugharamia elimu ya watoto wetu. Lakini sasa sisi kama wazazi hatushiriki shule za watoto wetu, hatujui ni nini kinachoendelea. Tunasema elimu ni ya bure. Kuna kitu kimoja nilisikiza hivi majuzi nikiwa mjini Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania. Ni bora elimu ama elimu bora? Sasa sisi Kenya, miaka 14 tangu rais mstaafu Mwai Kibaki aanzishe elimu ya msingi isiyo na malipo. Tunataka bora elimu ama tunataka elimu bora? Tunapata elimu bora ama ni bora elimu? Ukiangalia wewe kwa tathmini yako kwa hivi sasa nchini, tunapata bora elimu kwa sababu hatujajifunza chochote kutokana na changamoto ambazo tumekuwa nazo tangu mwaka 2003 kufika sasa, na tunatarajia mwaka 2018 tunaanzisha elimu isiyo na malipo kwa shule ya upili. Lakini hatujazingatia changamoto tumekuwa nazo kwenye miaka hii 14. Sasa tunapata bora hayo mapungufu. Muda usiokuwa mrefu, ni mapungufu ya aina gani ambayo unayaona? Kwa sababu wengine walipomwona Waziri Matiang'i alipowekwa walisema kwamba sasa hapa ndio kiboko kitakachotumika katika kunyoosha hali ilivyo katika sekta ya elimu. Lakini kwanza kabisa tuangalie wanafunzi wa darasa la 8 watahiniwa washamaliza mtihani wao hii leo. Tuna sababu ya kutabasamu kwamba mtihani umekwisha? Mimi kama mzazi nina sababu ya kutabasamu, sababu kijana wangu wa kwanza ambaye ni somo anaitwa Jonathan Maina Junior amemaliza mtihani wake leo. Pongezi. Lakini hatujafanya tathmini ya hali hawa watoto walikuwa nayo wakati wanafanya mtihani huu. Tunaiangazia leo kwa sababu imefanyika Nairobi, imefanyika Mombasa, imefanyika Kisumu, Homa Bay, Migori. Lakini hali hii ni ya kawaida kule Wajia, Mandera, Isiolo na hata Baringo alikotoka rais wa pili wa Kenya. Wanafunzi hawa huwa wana wakati mgumu kwa sababu ya vita vya kikabila, kwa sababu za operesheni ambazo zinafanywa na serikali, kwa sababu ya ukame, kwa sababu ya vita ambavyo vinahusisha jamii mbalimbali na mifugo. Haya mambo yamekuwa yanaendelea kwa zaidi ya miaka 50 ambayo Kenya imekuwa huru. Lakini leo hii tuko kwenye jiji, tunaweza kuyaangazia kwa sababu yametuhusu sisi makabwela ambao tunakaa jijini. Lakini unapowasikiza wakati wa maandalizi ya mtihani huu, kila mmoja ametoa sifa kedekede. Wanasema wakati huu mambo yanaonekana kuwa ni tofauti, hakuja kuwa na visa vya utovu wa nidhamu, udanganifu wakati wa mitihani. Tumeona pia mawaziri wamehusishwa, wamezuru kaunti mbalimbali kushuhudia kuanzishwa kwa mitihani hii na mambo kama haya. Hakuja kuwa na malalamiko yoyote hadi sasa. Kwa hivyo kulingana na wahusika na wadau wakuu katika sekta ya elimu, wanaona kwamba hali imekuwa shwari. Mtihani huu utakuwa ni tofauti ikilinganishwa na mitihani ya awali. Ukubaliane na hilo? Nakubaliana nao kwa kiwango, lakini Zubeida, unakumbuka kuna enzi ukiwa mdogo ulikuwa unakwenda jikoni unaiba sukari, kama mama hayuko unairamba. Mama asipokushika sio kuwa haukuiiba sukari, haukuiramba sukari. Kuna wakati ulikuwa unairamba lakini una mbinu ambazo zinafanya mama asigundue. Atagundua baadaye. Sasa kwenye matokeo ya mtihani wetu wa mwaka 2017
mengi tutayajua mwisho wa mwezi huu, mwanzo wa mwezi ujao, matokeo yakianza kutokea, kwani mbichi na mbivu itabainika. Kwa sababu tutakuwa na kigezo, tutaangalia matokeo ya mwaka 2017 na matokeo ya mwaka 2016 na tuseme vipi haya mambo yamekwenda. Lakini shida ya wizi wa mitihani Kenya hii sio jambo la serikali, sio jambo la Wizara ya Elimu. Wizi wa mitihani unaanzia kwenye nyumba zetu kama wazazi. Unapomtuma mtoto wako mdogo kwenda duka kuchukua sabuni, unamhonga. Wakati unapomhonga, ni tabia unaeneza, unamwambia kila chochote utakachofanya nitakupa. Wakati anapokwenda shule ya msingi, afike darasa la 8 ama afike kidato cha 4, inakuwa akipita ule mtihani nini atakachopata. Sasa wewe kama mzazi usipomshughulikia au ibe huo mtihani, kuna mtu mwingine ambaye atakuwa ako tayari ashughulike, kwani akipita kuna dhamana. Na mtazamaji, sijui hisia zako ni zipi? Mtihani umekamilika, tunasubiri kwamba sasa wale watahiniwa kidato cha 4 nao pia watafanya mtihani wao. Unadhani hali iko vipi? Tumewatayarisha ifaavyo wanafunzi kabla ya wao kukalia ama kufanya mtihani wa kitaifa? Na unadhani wewe binafsi huenda tutaona athari jinsi ambavyo Wesaya anasema tutaziona athari baada ya matokeo ya mtihani wa mwaka huu? Kuna athari zozote unaona kwamba zitaonekana, au tuna sababu ya kutabasamu kutokana na mazingira ambayo wanayafanyia mtihani wanafunzi kwa hivi sasa? Usiende mbali.